Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana mtumishi wa Mungu kwa kunifuatilia. Mimi ni Lawrence kutokea hapa Dodoma, Tanzania. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kukupa nafasi ya kuwa pamoja na mimi na kunifuatilia kwa vipindi mbalimbali ambavyo tumekuwa pamoja. Na siku ya leo nataka tujifunze somo zuri sana ambalo litaweza kuyabadilisha maisha yako na kuyapa maana katika mwenendo mzima wa maisha yako yote ulionayo. Somo ambalo nataka tujifunze siku ya leo lina kichwa kinachosema umuhimu wa kujenga uhusiano binafsi kati yako wewe na Mungu wako. Umuhimu wa kujenga uhusiano binafsi kati yako wewe na Mungu. Tunapozungumza habari ya uhusiano kati yako wewe na Mungu, ni kitu sensitive sana, ni kitu cha ndani sana ambacho ni lazima wewe kama mtoto wa Mungu ukitambue na ukipe thamani, ukione kwamba ni kitu cha maana, uone kama ni kitu ambacho unastahili kukifanya na kumpa Mungu ili kiweze kuleta badiliko katika maisha ya kwako. Na unaweza ukawa na mahusiano na vitu vingi. Unaweza kuwa na mahusiano na mchungaji wako. Unaweza ukawa na uhusiano na mwalimu wako. Unaweza ukawa na uhusiano na nabii wako. Unaweza ukawa na uhusiano na kanisa lako. Unaweza ukawa na uhusiano na dini yako. Lakini nataka nikukumbushe jambo hili. Ni lazima uhakikishe kwamba kuna uhusiano unao kati yako wewe na Mungu wako. Lazima uhakikishe kuna huo uhusiano. Itakapotokea kwamba hakuna mahusiano kati yako wewe na Mungu, yale aina nyingine za mahusiano haziwezi kukupa matokeo na uthibitisho ya kwamba unatembea na Mungu kwa kiwango unachotakiwa kutembea naye. Kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 16 hadi wa 17. Pata muda, soma tu ile sura nzima. Lakini ukisoma vizuri utagundua neno la Mungu linazungumza habari ya Elisha mtumishi wa Mungu na mfalme wa Israel na mfalme wa Shamu. Pale ambapo mfalme wa Israel alikuwa anapewa siri na nabii Elisha, lakini mfalme wa Shamu akawa anateseka kwa sababu ya zile siri, kwa sababu yeye alikuwa anashindwa vita mara kwa mara. Kumbe aliyekuwa anavujisha siri ya upande wa ufalme wa Shamu ni nabii Elisha. Sasa mfalme wa Shamu akapanga njama ya kumtafuta yule nabii ili aweze kumwangamiza. Alipotafuta njia za kumwangamiza, wakamfuata mpaka kwenye eneo alipojificha. Walipomfuata kwenye eneo alipojificha, Elisha alikuwa na mtumishi wake, na yule mtumishi alipoona kwamba majeshi ya mfalme wa Shamu yamezunguka eneo zima walilokuwepo, akaogopa, akafadhaika sana. Akamwambia Elisha, ole wetu sisi, maana tumekwisha, kwa sababu tumezungukwa kila mahali, hakuna mahali pa kukimbilia. Lakini Biblia inasema Elisha akamwambia mtumishi wake, wale walio upande wetu ni wengi kuliko wale walio upande wao. Sasa siri ninayotaka nikwambie haiko hapo. Nachotaka nikwambie kipo kwenye maneno yaliyoandikwa kwenye mstari wa 17. Maandiko yanasema kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Elisha alimwomba Bwana Mungu ampe ufunuo mtumishi wake ili aweze kujua kwamba na wao wamezungukwa na majeshi mengi kuliko majeshi ya adui zao. Lakini alipofunguliwa macho yule mtumishi, maandiko yanasema akagundua kile kilima kilikuwa na majeshi, kilikuwa na farasi
kilikuwa na magari ya moto, lakini yale magari ya moto yamemzunguka Elisha pande zote. Sasa ona hichi kitu, mtumishi wa Bwana. Kuna vitu vitatu hapo. Kuna Elisha na mtumishi wake wako pamoja, wako kwenye location moja, wako kwenye eneo moja. Lakini jambo la pili, kuna majeshi ya kutoka kwenye ufalme wa Shamu yameenda kuwawinda. Lakini jambo la tatu, kuna majeshi ya malaika, majeshi na magari na farasi, ambayo na hayo yapo kwa ajili ya kuwalinda Elisha na mtumishi wake. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba Elisha na mtumishi wake wapo kwenye eneo moja, lakini maandiko yanasema yale majeshi, zile farasi zilikuwa hazijawazunguka Elisha na mtumishi wake, bali zimemzunguka Elisha. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ulinzi wa yule mtumishi wa Elisha unatokana na malaika na majeshi yaliyoko rohoni yanayomzunguka Elisha, kwa maana kwamba uhusiano wa mtumishi wa Elisha na Elisha ulikuwa hausababishi majeshi yamzunguke mtumishi wake, ila ilikuwa inasababisha yeye alindwe na ulinzi uliokuwepo ndani ya Elisha. Kwa hiyo ninachotaka ni kuoneshe kuna level mbili hapo za mahusiano. Level ya kwanza ni uhusiano kati ya Elisha na Mungu, alafu kuna uhusiano wa mtumishi wa Elisha na Elisha. Hizi ni engo mbili tofauti kabisa za mahusiano. Na hapo sasa, katika hiyo engo ya kwanza ya uhusiano wa mtumishi wa Elisha na Elisha, ni sawasawa na uhusiano wako wewe na mchungaji wako, au wako wewe na nabii wako, au wako wewe na mwalimu wako, au wako wewe na mwinjilisti wako, yule mtumishi wa Mungu ambaye una uhusiano naye. Alafu engo ya pili ya mahusiano yanayoonekana hapo ni uhusiano wa Elisha na Mungu, ambao uliweza kutengeneza majeshi na malaika na farasi waweze kumzunguka kutokea katika ulimwengu wa roho bila mtu yeyote yule kujua. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba uhusiano wenye maana zaidi sio uhusiano wa mtumishi wa Elisha na Elisha, bali uhusiano wa Elisha na Mungu, maana huo ndo ulitengeneza uwepo wa malaika na majeshi kuwazunguka. Bwana asifiwe sana. Kwa kusudio la somo langu nalotaka nikufundishe, jambo la kwanza linaenda kukusaidia moyo wako kuwa na ukaribu na Mungu wako, kuwa na namna ya ushirika kati yako wewe na Mungu. Kwa sababu katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 5, maandiko yanasema Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Yaani Roho Mtakatifu aliyekaa ndani yetu, kwa sababu tumezaliwa mara ya pili, manake sisi ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo kama ni watoto wa Mungu, tuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Sasa kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu ni jambo moja, lakini lazima uzingatie jambo la pili, ya kwamba Roho aliyekaa ndani yetu huwa anatamani tushirikiane naye kiasi cha kwamba anaona wivu, anatamani tushirikiane naye, anatamani tungevunja ratiba zetu kwa sababu yake. Na ndiyo maana anapozungumza habari ya kuona wivu, anazungumza mambo machache. Jambo mojawapo analozungumza hapo ni kwamba anajisikia vibaya tunapofanya uhusiano na mambo mengine kabla ya uhusiano kati yetu sisi na yeye. Roho Mtakatifu anaona vibaya, Roho Mtakatifu anajisikia vibaya. Hiyo ni ishara kwamba yeye anaona wivu. Jambo la pili ambalo ndio hatari, anafanya bidii kuvuruga mahusiano yetu na vitu vingine yasiendelee, kwa sababu yameanza bila uhusiano kati yetu sisi na yeye. Na ndio maana hii ni challenge kubwa katika mwili wa Kristo, kwa sababu watoto wa Mungu
wana access na mambo ya kidunia na mambo ya hapa duniani, wanatamani kuyafanya kwa kufanikiwa, lakini hawatamani kupata ule msaada wa kufanikisha kutoka kwa Roho Mtakatifu. Na sasa vita inainuka kutokea kwenye maeneo yao wanayofanyia kazi. Inawezekana ni katika biashara, inawezekana ni katika ajira, inawezekana ni katika jambo lolote lile ambalo unalifanya, inawezekana ni siasa. Lakini kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, unapoanza kuona vita imeinuka kwenye eneo lako ambalo wewe una uhusiano nalo, mtu wa kwanza wa kuuliza ni Roho Mtakatifu. Yaani kwa lugha nyingine, mtu wa kwanza wa kukuwa na mashaka naye kwamba ndiye sababu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye anaona wivu. Wivu unaweza ukasababisha akatamani kuharibu mahusiano yako wewe na vitu vingine, ili mradi apate attention yako, apate ukaribu anaotaka kutoka kwako. Na mara unapopata ukaribu na yeye, vitu vingine vinaanza kuwa vyepesi, sio kwa sababu vilikuwa vigumu, ila ni kwa sababu hukupata msaada kutoka kwa Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana kanisa ndio watu pekee wanao struggle zaidi kwenye maisha kuliko watoto wa giza, kwa sababu wao wanajua formula, wao wanajua walale kaburini kwa siku ngapi, alafu akitoka kaburini mambo yanaanza kuwa mepesi. Wao wanajua watoe kafara ya kiwango gani, alafu akitoka kwenye kafara yake atafunga duka lake, alafu wewe utaanza kukaa dukani na msubiri aje. Kwa nini? Kwa sababu wewe haujajua yeye ana operate kutokea kwenye ulimwengu gani. Kwa hiyo level mbili za mahusiano ni kwamba level ya kwanza, anajisikia vibaya tunapofanya mahusiano na mambo mengine kuliko uhusiano kati yetu sisi na yeye. Na jambo la pili, anafanya bidii kuvuruga mahusiano yote yaliyopo kati yetu sisi na vitu vingine, ili mradi apate uhusiano kati yetu sisi na yeye. Na hii ndiyo maana imeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Maandiko yanasema, basi utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, alafu hayo mengine mtazidishiwa. Maanake kuzidishiwa ni sio tu kupewa, bali kupewa na ziada. Sasa hii haitokei kwa sababu tu unatafuta. Maana katika hichi tunachokiangalia leo ni kwamba bidii peke yake haiwezi kukusaidia kwenye kazi unayofanya. Inawezekana unafanya biashara. Nataka nikuhakikishie, kama umeokoka, unamwamini Yesu, unampenda Yesu, bidii peke yake haiwezi kukusaidia. Bidii peke yake haiwezi kukupeleka umbali unaotakiwa kwenda. Kuna kitu kingine kinachohitajika kutoka hapo, na hicho ni uhusiano kati yako wewe na Mungu wa karibu, utakaotengeneza maelekezo. Kwa sababu kinachofanikisha mtu sio kuokota pesa, sio kujikuta mahali tu umefanikiwa. Kinachofanikisha mtu ni yule mtu kufata maelekezo, kwa maana kwamba mafanikio ni idadi ya zile fursa zilizotumiwa inavyotakiwa. Ndio maana ya mafanikio. Umaskini ni idadi ya fursa zilizopotezwa. Kwa hiyo Mungu anataka tufanikiwe, na kanuni ya Mungu ni kwamba anataka tutoke utukufu twende utukufu. Haitokei mara moja kama ajali. Lazima inatoka level inaenda level nyingine. Haiwezi kuanzia mahali pa juu na haujatoka mahali pa chini, kwa sababu kuna kusudi la kuwa mahali pa chini. Na kusudi mojawapo la kuwa mahali pa chini ni kukusaidia ili utakapokuwa umeinuliwa usije ukadhania wale ambao wako chini wanazembea, ili uanze kuwa na nidhamu ya kuona kwamba inawezekana tu mtu kukosa. Kwa sababu unawezekana ukiinuliwa ghafla unaweza ukasema, wewe umekosaje? Wewe unakosa riziki mafungu 7. Kumbe hujajua kwenye maisha kuna nyakati za kukosa na kuna nyakati za kupata. Kwa Mungu anakutengenezea msingi
anakutoa utukufu kwenda utukufu. Sasa shida sio kutoka utukufu kwenda utukufu, hatari yake ni kwamba umebakia kwenye eneo na level moja kwa muda mrefu. Sasa ukiona hiyo ishara, mconsult Roho Mtakatifu. Kuna uhusiano umevunjika, na huo uhusiano Roho Mtakatifu anataka kuurudisha, anataka kuleta restoration ili uweze kupata maelekezo, kwa sababu nimekwambia mafanikio ni maelekezo yaliyofanyiwa kazi. Ndio maana kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, ndipo utamsikiliza Bwana Mungu wako kwa bidii na kufanya kama anavyokuagiza hivi leo, ndipo utafanikiwa sana, ndipo utastawi sana. Manake ni kwamba kustawi na kufanikiwa ni matokeo ya kusikia sauti yake na kufanya kama alivyokuelekeza. Sasa ni sawa sawa na nikisema ni maelekezo yaliyofanyiwa kazi. Bwana asifiwe kabisa. Kwa hiyo kusudio la somo hili ni kukusaidia kuwa na ukaribu na Mungu, kuwa na ukaribu na Roho Mtakatifu. Jambo la pili ni kwamba nyakati tulizo nazo zinahitaji uhusiano wa karibu sana kati yako wewe na Mungu. Tupo kwenye nyakati za mwisho na tupo kwenye nyakati za hatari, ambazo hizi nyakati zinadai sana mahusiano kati yako wewe na Mungu. Sio swala la kwamba nimeokoka na ni mchungaji wangu ananifahamu. Tunazungumza habari ya je, wewe na Roho Mtakatifu na Mungu mnazungumzaga kwa kiwango gani? Huwa mnaoneshana upendo kwa kiwango kipi? Moja kati ya mafundisho mengi kwenye Biblia tunayaona ni ya wale wanawali 5 wapumbavu na 5 wenye hekima. Na kitu ambacho watu wengi hawajakiangalia pale ni ile ishara ya wale wanawali wapumbavu kupungukiwa mafuta. Kule kupungukiwa mafuta ilikuwa sio ishara ya kupungukiwa mafuta, bali ilikuwa ni ishara ya kukosa mahusiano kati yao na Roho Mtakatifu, kwa sababu mafuta pale yanawakilisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alitakiwa kuwa na mahusiano na wao, lakini wao hawaku notice kwamba hilo ni jambo ambalo halitakiwi kukatika hata kwa dakika moja. Wao wakazembea kutafuta mafuta, manake wakazembea kutafuta ushirika kati yao na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakakutwa hawako tayari. Na ndio maana napenda kusema na nitasema tena, ukiona haujafanikiwa kuishi mbinguni ukiwa duniani, wewe maana yake ni kwamba mbinguni hauendi, kwa sababu hakuna uwezekano wa kuendea mbingu ambayo hujaiishi hapa duniani. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, ufalme wa Mungu ndio huu, wakujue wewe Mungu na Yesu Kristo mwana wako wa pekee uliyemtuma. Kwa lugha nyingine akafafanua zaidi akasema, ufalme wa Mungu uko ndani yenu, sio kwamba utakuja, uko tayari. Unapoendelea kutafuta, manake unatafuta kuujua, sio kutafuta manake haupo. No, unatafuta kuujua na kuoperate kwenye ule ufalme, ili ujue kanuni zake, ujue jinsi unavyofanya kazi, ujue jinsi unavyoweza kunufaika na ule ufalme. Sasa tupo kwenye nyakati ambazo tunahitaji uhusiano kati yetu sisi na Mungu wa karibu sana. Na katika hizo nimekuambia kuna aina mbili za mahusiano: uhusiano kati ya mtu na Mungu na uhusiano kati ya mtu na mtumishi wa Mungu. Hizi aina zote mbili ni aina za msingi sana za kuwa nazo, lakini kabla ya uhusiano kati ya mtu na mtumishi wa Mungu, inabidi kuwe na uhusiano kati ya mtu na Mungu wake. Na ndiyo maana wako watu wengine wamejiconnect na watumishi ambao sio watumishi wa Mungu. Pasipo kujua, wameenda kwenye wrong direction. Hawajajua wamefikaje kule walikofika, lakini wamejikuta wako pale.
Hiyo ni ishara kwamba uhusiano uliotangulia ni uhusiano kati yako wewe na mtumishi, sio kati yako wewe na Mungu. Na ndio maana ninapokuwekea msingi huu, ndio utakao kuongoza hata mahusiano kati yako wewe na mtumishi mwingine yawe mazuri. Ukisoma katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 20, utagundua aina mbili za mahusiano hapa, zote zina umuhimu. Hii kitabu inasema, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Yaani maana yake kuna nafasi ya uhusiano kati yako wewe na Mungu, alafu pia kuna nafasi ya uhusiano kati yako wewe na mtumishi wa Mungu. Hizi zote zina maana, na inayoanza ni uhusiano kati yako wewe na Mungu, sio uhusiano kati yako wewe na mtumishi wa Mungu. Kwa ukianza uhusiano kati yako wewe na Mungu, hata mahali unapoenda kujiungamanisha, utajiungamanisha mahali ambapo Mungu ametaka uwe, kwa sababu kila mtu yuko na neema ya kwake. Kwa hiyo kumwamini Mungu kuna kusaidia kuthibitika, na kumwamini mtumishi wake kuna kusaidia kufanikiwa. Kufanikiwa kwenye biashara, kufanikiwa kwenye kazi, kufanikiwa kwenye siasa, kunahitaji mtumishi wa Mungu. Lakini kuthibitika manake kuhakikiwa, kuwa umethibitishwa, umepewa nafasi yenye uhalali. Maana inawezekana umefanikiwa kuwa mbunge, lakini nafasi hiyo ya ubunge Mungu hajaithibitisha. Kwa hiyo kumwamini Mungu kunathibitisha kile ulichopewa, ili usiishie tu kufanikiwa huku hujathibitishwa. Kwa hiyo tupo kwenye nyakati ambazo Mungu anataka watu wote, wale ambao wanamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, yaani hao ni watoto wa Mungu, anataka hao watu wawe na mahusiano kati yao na Mungu, sio katika uchache, sio katika udogo, sio katika hali ya kusuasua, bali mahusiano ya karibu sana, uhusiano wa ndani sana. Nimekusomea kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 5, maandiko yanaposema yeye huwa anatutamani kiwango cha kuona wivu. Yaani ule wivu huwa unaweza ukasababisha akavuruga mahusiano mengine. Na kama unataka kujaribu kupima, nenda kacheki wale watu ambao walikuwa wako vizuri na Roho Mtakatifu, lakini baada ya kupata mchumba, uhusiano wao na Roho Mtakatifu au na Mungu ukapotea. Mara nyingi sana uchumba wao pia huwa unapotea. Wao wanaanza kumtafuta shetani aliyevunja mahusiano, bila kujua anayefight hayo mahusiano sasa sio shetani tena, ni Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye anataka ukaribu kati yako wewe na yeye uwe zaidi ya uhusiano wako wewe na mkeo, uwe zaidi ya uhusiano wako wewe na mmeo. Ndicho Roho Mtakatifu anachotaka. Ndio maana kwenye kitabu kingine, kwenye engo hii amezungumza vizuri, anasema kwa hiyo kuanzia sasa, huyo ni Paulo anasema kila aliye na mme awe kama Hana. Anataka nini? Hajasema uache mkeo, anasema mahusiano yako yaanze kuwa na Roho Mtakatifu kwanza, sio kati yako wewe na mkeo. Kwa lazima ujitahidi uwe unatengeneza ile bondi yako kati yako wewe na Roho Mtakatifu. Na mara nyingi sana Roho Mtakatifu anapopewa kipaumbele, unapotengeneza ushirika kati yako wewe na Roho Mtakatifu, mara nyingi sana mahusiano yako wewe na vitu vingine yanaanza kustawi, kwa sababu unakuwa na maelekezo sahihi
juu ya yale mahusiano mengine. Kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 10 mpaka wa 13. Ukisoma vizuri hayo maneno pale, utaona neno la Mungu linasema katika zile siku hakutakuwa na mtu atakayemwambia mwingine mjue Bwana, maana wote watanijua, na mimi sheria yangu nitaiandika mioyoni mwao. Anachotaka kusema ni kwamba sio kwamba watanijua. Lile neno kunijua lilikuwa linataka kutuambia watakuwa na ushirika na mimi, watakuwa na uhusiano na mimi. Hawatakuwa watu wanaonijua kwa kunisikia, watakuwa wameshakutana na mimi kwa experience. Wameshaona jinsi ninavyotenda kazi, wameshaona jinsi ninavyofanikisha watu, wameshaona jinsi ninavyoweza kuwapa nuru kwenye maisha yao. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa anatuambia kwamba katika hizo siku, ambazo hizo siku zenyewe ndio hizi, maana nimekuambia sababu ya pili ya kukufundisha hichi kitu ni kukuwekea msingi kwamba nyakati tulizo nazo lazima uwe na uhusiano kati yako wewe na Roho Mtakatifu. Na moja kati ya sababu kwamba Roho Mtakatifu lazima uwe na uhusiano naye ni kwa sababu kuna saa inafika mahusiano yako na mtumishi wa Mungu hayatakusaidia. Yes, kuna siku ipo mahusiano yako wewe na nabii wako hayatakusaidia. Kama unabisha, jaribu kukumbuka nyakati za corona. Watu wengi sana walikufa, na wengine walikuwa wameambatana na mitume, wameambatana na manabii wenye majina makubwa. Ni nini kilikuwa kinafanyika? Lile lilikuwa pepeto kwa ajili ya kupepeta. Inahitaji uwe na ushirika na Mungu kwa kiwango cha kutosha ili kushindana baadhi ya vita. Jaribu kufikiri habari ya Elisha na mtumishi wake. Kama mtumishi wa Elisha angekuwa peke yake katika lile eneo ambapo majeshi ya Washami wameenda kuvamia lile eneo, yule mtumishi angekufa. Lakini nataka nikwambie, asingekufa kwa sababu anastahili kufa. No, ni kwa sababu mahusiano yake na ulimwengu wa roho hayakutengenezwa kwa kiwango cha kutosha, kiwango ambacho kingeweza kualika malaika kwa ajili ya kumlinda. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwenye hicho kitabu cha Wafalme ni kwamba majeshi ya malaika yalikuwa yamemzunguka Elisha. Yaani kimwili wapo karibu, lakini kiroho kuna distance. Ndio maana kuna majeshi ambayo yule mtumishi akiangalia anaona kabisa kuna distance, kuna majeshi yamemzunguka Elisha. Kwa hiyo pale yule mtumishi aliposema kumejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote, hapa Biblia haijakosea. Usije ukadhani alikuwa anamaanisha yamemzunguka Elisha na mtumishi wake. No, alikuwa amemzunguka Elisha peke yake, na yule mtumishi wake na Elisha alikuwa ananufaika na majeshi ya malaika yaliyomzunguka Elisha. Kwa hiyo kama yakimkuta majaribu na mambo mazito huyu mtumishi wa Elisha, kama yangemkuta mambo mazito akiwa peke yake, basi na kuhakikishia angekufa. Asingekufa kwa sababu anastahili, ile ni kwa sababu hana ushirika na ulimwengu wa roho. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu akitazama, Mungu akiangalia, anataka ushirika binafsi. Kabla ya ushirika wako na mtumishi wa Mungu, kuwe na ushirika binafsi. Kabla ya ushirika wako na kanisa unalotokea, kuwe na ushirika binafsi. Kabla ya ushirika wako na dini yako, kuwe na mahusiano binafsi. Mungu anataka hayo mahusiano yawepo. Hataki tu useme kwamba unajua niliokoka miaka ya 90. Miaka ya 90 haitakusaidia. Nyakati zipo na sasa zinakaribia sana kutokea katika ulimwengu tulioko sasa, ambapo Mungu atataka watu na atatetea watu ambao wana ushirika kati yake na yeye.
ushirika binafsi kati yako wewe na Mungu watabaki. Hapa tunaweza tukasema ni fighting for fittest. Yeye mwenye nguvu atabaki na asiye na nguvu ataondoshwa, hata kama ana ushirika na mtu mwenye nguvu. Bwana asifiwe sana. Kwa kitabu cha Waebrania 8:10 mpaka 13 alikuwa anatufundisha hicho kitu. Na jambo lingine ni kwamba ni hatari mtu kuwa na uhusiano na mtumishi wa Mungu kabla ya kuwa na uhusiano kati yake yeye na Mungu, kwa sababu ni rahisi sana kwenda kwa mtumishi yeyote yule. Ni hatari mno. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba kuna ushirika kati yako wewe na Mungu kabla ya ushirika kati yako wewe na mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Nataka nisogee mbele leo, niangalie tu kipande kidogo, nianze kukuelezea uhusiano kati yako wewe na Mungu. Huu ni ukaribu unaokuwepo kati ya Mungu na mtu. Ni ukaribu, ni intimacy. Kwa lugha nyepesi naweza kusema ni kule kukaribiana kati ya mtu na Mungu wake. Na sasa ziko ishara mbili ambazo unatakiwa uziangalie ili uwe na uhakika kwamba kuna ushirika kati yako wewe na Mungu. Jambo la kwanza ni mawasiliano. Hili ni jambo la kwanza ambalo litakuthibitishia kwamba kuna ushirika kati yako wewe na Mungu wako. Je, kuna mawasiliano? Ukiacha vile unavyogaragara na kuomba ukiwa kanisani, je, unawasilianaga naye ukiwa haupo kwenye eneo la kanisa? Jambo la pili ni kubadilishana. Hapa sasa nashindwa kuweka lugha nzuri ya Kiswahili, ila ni kubadilishana kunakotokana na kujali. Yaani wewe unampa nini Mungu na Mungu huwa anakupa nini? Mabadilishano. Sasa hivi ni viashiria viwili ambavyo vinakupa uelewa kwamba kuna ushirika kati ya mtu na Mungu wake. Kwa hakikisha kwanza hivi vitu vina. Katika kipindi kingine kinachokuja nitaelezea hivi vitu kwa undani zaidi ili uweze kuboresha uhusiano wako kati yako wewe na Mungu. Maana huo ndo msingi wa mahusiano mengine. Unaona ndoa inashindwa kuendelea, cheki kwanza uhusiano wako na Mungu. Unaona biashara inakwama, kabla hujamtafuta mtumishi wa Mungu, cheki mahusiano yako wewe na Mungu. Na hapa nimekuambia kuna jambo la mawasiliano na kuna jambo la mabadilishano. Kwenye mawasiliano unaongea sana na mchungaji wako, lakini vipi kuhusu mtumishi? Vipi kuhusu Mungu ambaye ndiye Mungu wa huyo mtumishi wako? Kwa kuna umuhimu sana wa kuwa na mawasiliano na yeye Mungu kabla ya mawasiliano na mtumishi wa Mungu. Na ni vizuri ukatengeneza channel ya Mungu kusema na wewe moja kwa moja, ili Mungu akusaidie mambo mengine ya peke yako. Kwa sababu kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na ushirika kati yako wewe na Mungu kabla ya kuwa na ushirika kati yako wewe na mtumishi na kanisa na dhehebu na eneo na dini na vitu vyote vinavyohusiana hapo. Kwa ni vizuri sana uviangalie hivi vitu na uvifanyie kazi. Mimi ninaitwa mtumishi wa Mungu Lawrence kutokea hapa Dodoma. Ninakusalimu na Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine. Ninapatikana katika mitandao ya kijamii na unaweza ukaendelea kufuatilia somo hili zuri kutoka kwenye mitandao ya kijamii. YouTube kwa jina la Lawrence EN, TikTok, Instagram pia unanipata kwa jina hilo hilo. Kwa hiyo usiache kusubscribe, kufollow, kucomment, kushare, kulike na kujifunza. Mungu atakubariki sana na kuyapa maana maisha. Mungu akubariki sana.